So guys, leo tuko na very serious discussion. I need each and everyone's opinion hapa. So there is this discussion and nimekuwa nikiona wase especially wanaume wakiandika ati kama achangi 50-50, achana na yeye, chukua sheria mkononi. Yeah, it makes sense. I make sense, but all in all, let us get it now from the horse mouth now. So let's truth be told. Wacha tuongee tu ukweli. Today tunatuambiani uongo hapa, tunaambiana ukweli wa Mungu. Most of the ratio of ladies to men when you are outside the country, naongelea Gulf kwa sababu I'm in Gulf, madem wameinvest more kushinda machalini. Prove me wrong. Madem are more focused than men. Madem utapata dem amejiendelesha, akona mtoi, ni single mama, anasomesha watoto wake, amejengea mama yake, akona project anafanya, more than chali ambaye alitoka home ana hata mtoto, ana hata bibi, ana hata mpango yake account yenye ameacha huko yenye anatumianga do every month. But utapata dem mwenye akona hizi responsibilities zote na wanapata salary same na chali. Dem amejiendelesha more than machali. Kwa nini? What's the reason? What's the reason to this? Because I want to surprise you. You see these ladies you're seeing here? Trust me guys. I'm talking to men's. Trust me, afadhali udate single mom mara 50, mara 1000 kuliko date hizi chorea. You see this bail ya chorea hizi. Hao watoto ambao wametoka sijui shule juzi, sijui just the other day wametoka high school. These people, they don't know what it takes for you to save 10k. They don't know what it takes for you to save 5k. Huu ni mtu ambaye akikuomba 20k, niko na emergency nitumie 20k, anataka umtolee pap, umpatie. Mtu ambaye amefanya kazi, mtu ambaye ako na majukumu, akikuomba 20k, 30k, huu ni mtu ambaye anajua how long does it take kupata hii 20k. Mtu ambaye kama wewe unalipwa 50k na uko na responsibilities zingine na uko na bills za kulipa, na ubaki na pesa zako za matumizi, anajua how long will it take you ndio upate hii 20k ndio umpatie. Si wale wa is emergency. Ajui hata how many hours. Do you know? Hebu ushaipiganga hesabu hiyo pesa ambayo unalipwa, divide by siku ambayo unafanyanga job, then divide by hours zenye unafanyanga job. Have you ever sit down na unajua unaliponga pesa ngapi per hour? You'll be surprised kwa wengi wenu hata mnalipwa less than 10 bob per hour. Less than 10 bob per hour kwa mwezi. So hebu imagine mtu amekwambia, mpoa wako amekwambia ati niko na emergency nitumie 5k immediately. Isha wewe unatoa tu from nowhere 10k unamtumia. Hours zako ngapi za job zenye umepeana? And this is why these ladies are smart. Kwa sababu mdemo ambaye amefanya kazi, mdemo ambaye kuna responsibilities zake, akikuomba hiyo pesa, atajua kwa hii do itachukua uchali, itamgharimu this and this much. Hata kwa patient ukimwambia hauna atakusikiza. Na that's the reason is au mademo, acha nikwambie, waditingi paka wanaijua, kwa sababu anajua mnaijua kuna place tunapelekana na mnaijua ni mtu nitamwambia nitumie 100, nitumie 200, hapo niko na emergency, ni mjinga sana, atatoa haraka atume. You know, mind you, udem pesa yake mshahara yake yote ana save, ama kama save akona responsibility zake za kulipa nyumba, za kufanyia watu home 1 2 3, akona watoto, akona bwana, labda yeye ana take care of vitu zake home. You know, that's why unaona madimu wengi wakishafikanga huko anachanga wapo wao home, kwa sababu unapata wewe ndio unafanya kila kitu, so unashindwa huyu mwanaume anakusaidia na nini? Kama wewe ndio unalipa nyumba, unalipa school fees, unafanya. Madimu wengi si uongo, wanafikanga huko wanachanga watu wao. So many cases zenye watu ambao wamekuja huko, hata ameletwa huko na chali yake, kufika huko serikali ikapenduliwa na wanaijo. Wako na reason. Mimi si wa blaming by the way. Sijaizo wa blame kwa sababu love huwezi choose pale ambapo una love. Destiny yako kama iko Europe, iko kwa mzungu, wewe enda, kikuramba ni wewe. Ukifaulu pia ni wewe. Mtu asikwambie kitu nani? Mimi siambiangi mtu pale ambapo utapenda. That's why squeeze now you see there's a lot of intermarriages. Na hizo intermarriages tunapenda kwa sababu ndo zinamaliza ukabila. So machali, by the time upate dem mwenye ati wewe ndio unafanya everything 100%, achana na huyo dem. I'll tell you, I'll be frank with, achana na huyo dem. Huyo ni mtu ambaye mpelekani naye pahali. Ati wewe ndio pesa yako hiyo tao yako mbili ya security, wewe ndio ufanye shopping, wewe ndio mtumie pesa ya rent, wewe ndio sijui ufanye nini. Yeye ajitumi. Yeye amekaa tu, kazi yake ni maselfie na TikTok na kupost Snapchat. Achana na huyo, kwa sababu huyo ni mtu ambaye understand how this life goes. You know, ukipata mtu ambaye understand venye hii maisha inaenda hapa nje, hata kuwa na kuharakisha na nitumie. Na chali pia mkue na akili nyi pia.
Si ati kila Rose Coco mkiona tu mmenyonjia. Kuna Rose Coco zingine zimeletwa kwa hii dunia kutumaliza. To be precise, I'm a man as well. So, tumia akili, wachanga kutumianga, wachali wengi shida zenu mnatumianga deki kufikirianga. Mtu akisema tu Rose Coco ni ya yellow hapo imepiga miniskirt imetokelezea wewe hata akili yako haifanyi sasa. Una shinda tu unaangalia tarehe utapata lini mshahara umtumie 5k. Uende urent mahoteli huko Deira sijui uende, and this is the reason is kuna wanaume smart. See, I'm not encouraging this habit, but they are very smart guys huko ambao ako radhi afadhali aende Deira kanunue mgandre alipe 100 yake, but at the end of the day amesave 1900 kushinda wewe unataka kufurahisha Rose Coco ipeleke wapi by the time unakam kusettle umetumia 1500 kwake umebaki na 500 hujatuma pesa home. That's why unaanza kuneglect my responsibilities zako home, unasema job huko nyinyi watu mnanifikirianga tu mnataka pesa sijui mnafanya nini wakati wewe mwenyewe unajua pale pesa zako zimeenda. 10 years down the line huyo dem ambao unashinda unafurahisha amejenga kwao, akona investment moja mbili, atakaa ni kashamba kadogo amenunulia mama yake wazazi wake, amejenga watoto wake, amemaliza shule. Wewe 10 years down the line you have nothing. Wewe ni Rose Coco ndio unaweza sample tu, unaweza ziandika tu chini umepiga kila nationality tick. Ulianza na Wagandre umeenda paka Burundi, umeruka border mpaka umefika South Africa, umeenda mpaka Wahindi. Siku hizi paka Wahindi Rose Coco wanapeana. Wa Filipino nao si hesabu, hao naye ni swipe to unlock. Machali guys, we need to start using this, not mutura. Yeah? Wewe kama mlikuja huku kama demu aongezi anything kwa maisha yako, achana naye. Dem pia kama chali hakuna venye mna reason naye kwa the same level. Kuna machali wengine wako huku ni bure kabisa, mtu ako almost 50 years old, lakini ukisikia mentality yake ni kama mtoto ametoka shule class 8 last year. Hakuna investment yote or mind settling yote akona, aoni hata future, aoni hata place ambapo ametoka, place anaenda. Yeye yuko tu angoje mshahara wake ikuje, akunywe, wakimbize rege Abu Dhabi, akimbize rege sijui wapi, sijui nani DJ mgani amekuja, sijui nani amekuja. At the end of the day umefaidisha watu wa club au ndio wametengeneza doa na nafungua another branch juu yako. Wewe uko hapo, wewe kazi yako ni kukimbiza tu hizi left right and center. Sijasema ni mbaya kwenda hizi masherehe, ni sawa, but jipange kwanza. Jua how much are you earning, how much are you saving. At the end of the day this life is too short. Jiwekelee yako pia kwenda out. Si ati unabeba pesa yako yote juu umeona Rose Coco huko sasa utatoa mpaka ya saving. Kuna mtu mwenye anaenda club amebeba so 2 so 3, atatoka hapo kama ametumia tao 2. Juu mademo amekuja kwa table yake akamrombosea kidogo hapo akanyonji. Atatoa mpaka ile akiba saving, mpaka ile ambayo amelock 1 year atawaambia kuna emergency. Toeni hiyo ni emergency. So all in all, give me your opinion. I want very honest opinion hapa. Mimi insist mademu ambao hapa nje wameinvest more kushinda machali. Give me the reason why. Mimi nimwambia reason zangu. So, I'm waiting for your reason. Give me the reason why. Na machali pia defend yourself kwa sababu mimi ni one of you guys. So I'm talking out of experience yangu venye nimeona venye huku nje kunaenda left right and center. So see hate, mimi sipigangi na niyo, sipigangi hate. Prove me wrong. Sir, prove me wrong. Hii hata mkitaka nilete live mjadala nitaleta live. Prove me wrong. Mademu wamejiendeleza kushinda machali hapa nje Gulf. As you can see. And this is the reason I always say that people who are most jealous of your success are the people who are the closest to you. Your closest friends, your closest cousin, your closest brother. Sometimes your closest even parent who unafikiria ati wewe ndio favorite wake. Ati favorite wa mami, favorite wa daddy. They are the most envious people to you. Usiwahi waeka karibu. Now you can imagine. This is someone mwenye ako nje ya nchi, umefanya investment yako home, back at home kwa sababu umechoka na huku, now you want to reset to go back home. You know, then you can imagine this incident imekuwa captured kwa CCTV. Mtu anaenda tu hapo, sijui ni uncle yako ni brother yako, hadi saa nyingine unapata ngadi mzae. Wazae kwanza ni wabaya sana. Anaanza tu kuua tu kuku zako tu, yani for no apparent reason. Like what kind of wickedness is this? Huu ni mtu ambao umekuwa labda unamlipa salary, ni watu ambao place wanaishi wewe ndio unalipa, what they eat wewe ndio unajua, then this is what they decide to do to you. And guys, when you ambao mko outside the country, take this from me. When you're outside the country, don't dare to do any business. Hii business ambao unafikiria utaifanya, do it when you are there yourself.
Business is a very bad idea unless the people who are there trust 100% with your money, with your investment. Kwa sababu now see, umeekelea almost 500,000 to 1 million kutengeneza kitu kama hii. Umeweka makuku au makuku waliwanunua wakiwa chiclet wadogo. Saizi angalia wamegrow mpaka pale ambao at least hao bakisha tu mwezi mbili hivi wauzike ama waanze kutaga mayai. Then someone is coming to doing this to your business. How will you feel where you are? Will you ever recover? That time ushaambia paka mdosi mimi next month sioni kama next contract sioni kama nita renew. I just want to go home and relax. Saizi unajua kwa biashara yako kuku zako ziko pale, ukienda uuze tena uanze kulea wengine, ufanye biashara zako 2-3, you'll be good. Then this is happening to you. Guys, this is I always say. Chukua pesa yako, fungia kwa mabonds, chukua pesa yako nunua shares, chukua pesa yako nunua shamba, achana nayo hapo. Chukua pesa yako nunua apartment, achana nayo hapo. Yani pesa yako fanyia kitu kingine, but sile kitu ambayo hati mtu anaweza kuja na kunyang'anya with one night. No, kama nataka kunyang'anya it has to be a legal process ndio kuchukua. But hii ya saizi, hebu angalia this kind of jealous from people who are just your bloodline. Yani this is what's hurting. Yani this is your bloodline inakuonea this kind of weave. Okay. Mimi naweza fika tu hapo, naweza kuuma masikio, mapua na mdomo. This should be a lesson. Anybody ambao kukugalafu, usitume pesa yako uende ukajinyonge bure hapo. Na sisi tumekwambia hapa, just ignore if you want to ignore. Send your money. How many people? I have a lady the other week, like a month now almost ago, alinunua bike mbili. Kununua bike mbili, amebaia brother yake bike, ati brother yake aendesha moja, then cousin yao aendesha moja. Haikukaa hata more than 2 months, ati bike moja imeibiwa. In a very unusual circumstances, bike moja imepotea tu hivyo. You ameenda ameuza. You are outside the country, what will you do? How can you say it's not true? Ikaenda hivyo. Kidogo tena imekuja tio bike nyingine, kila saa inashikwa tu, iko polisi wanataka 5,000. Kila saa iko polisi wanataka 10,000. Kisha wajua these people they are very smart, they make even deal with police. Ataenda hapo police station ajifanye bike iko hapo police station akupigie picha, kumbe ni deal tu anacheza na polisi hapo, anamwambia hapa ikituma 10,000 wachukua 5, mimi nipatie 5, kwa sababu bila hivyo yule haizi tuma do. You know, so this kind of things that nafanyanga, I always tell people, don't do business when you're not there. Business ni poa sana, but it's poor if you are there to monitor your income. Uko there to monitor your stock, uko hapo ku monitor, ku balance books, like nini ambayo inakuja, nini ambayo inatoka, profit ni pesa ngapi, or else wewe utakuwa umefungulia tu biashara. My brother, wananona huko na masizi vibaya sana, wametengesha Haga estate mzima huko, ukifikiria watu wakifikiria venye wako na do. Mimi, before I came to Dubai, I had a business. People who know me by the name Eminem. I had a business pale la Kisama, and I have a business in Dominion House. Yeah. I had shops za phones pale, kwa nauza maspare, manini, electronics, vitu zote za stima za nini. Mimi nilitravel nikikuja Dubai. Kukuja Dubai 3 months down the line, mimi ndo naitishwa rent. Nitume rent kutoka huku iende home. Na hao ndo na operate shop na uliacha ikiwa na full stock. Nini? Wanakula. This opened my eyes, like biashara ni wewe. Biashara si mtu mwingine third party mwenye ambao ajui pesa investment inapatikana haje na imetoka wapi. Mwenye ambao ajui kuwa hii biashara, hii pesa ambayo umeinvest hapo inafaa ikuwe na return na profit. So this should be a lesson to anyone mwenye ambao anafikiria kufungua biashara. Share this video to anybody mwenye ambao anafikiria kufungua biashara. Watch this first before trusting people wenye ambao they don't care about how hard you are suffering outside here. How hard is it to get this money outside here? What you eat, your mental well-being, how is it? Watu ambao hatakujuliangi hali, then watu ambao wanataka kuwafungulia biashara wakufanyie vitu kama hizi. Madam, brother, think bana, usifikirie siku hizi tulisemanga roho ni ya kupitisha damu. Fikiria na akili. Hii emotions wao nataka kutoa familia yangu out of poverty, out of nini, then these are the kinds of things they are doing to you. Watoe out of poverty ukiwa hapo. Wanuulie kitu kashamba nini, weka kila kitu kwa jina lako. In case wakuletea nyoforido, unaenda unauza na unafukuza wote. Simple. You have to align by the rules. Kama mimi ndio investor, mimi ndio nimekubali, lazima unirespect kama mtu ambaye amewajengea nyumba. Kama mtu ambaye amewanyulia shamba mkajenga, lazima mnipatie heshima yangu. Si ati sasa ati nitawakalia pia ati everything ambayo nasema ni lazima ifanyike. Hapana, but kuna ile respect hiyo ambayo unapatianga mtu, mutual respect, kwa sababu wewe pia umewapatia respect, you love them so much, pa ukafanyia 1 2 3 things, they should reciprocate this respect and love. Kwa yenyewe yule amejituma kule paka katutumia, pia sisi waje tumpatie heshima yake. Ile ana deserve, za kuwa si first born, za kuwa ni last born, ni third born, but ile heshima ambayo ametupatia na ile love ambayo ametuonyesha, let us give it back. Yeah, wasianze kukuonesha pia tu madharau 2-3 juu washapata, sasa they think that there's nothing you can do about it. Guys, this should be a lesson to all of you guys. Guys,
Hebu read that text hapo chini, then please help this lady, advise this lady accordingly, kwa sababu hata mimi nimejaribu kumadvise. She should just move on na life yake, kwa sababu the thing is, the moment ushaleta mpoa wako huko, there is nothing you can do about it. Hauwezi mdeport wewe, si serikali, hakuna place mliandikiana kwa kifika huku kwa atakurudishia pesa yako, na huyo ni mpoa wako. So this should be a lesson to most of the people when you wanataka kuleta wapoa wenu huku. Ukijua mpoa wako mguu ni swipe to unlock, yeah, chungana na yeye. Ukimleta huku utashikwa na choice pains peke yako, kwa sababu hata huku naye kuna watu ambao wako ready kwa project kama hizo, kudeal na vitu kama hizo. Ukijua mpoa wako ni yule kinyesha ipiti, kinesha ipiti mbele yake, wanasemanga shimo ni shimo, ya nyoka ndio mbaya, chungana nayo. Ukijua mpoa wako ni mtu si mtrustworthy, ati utampatia pesa yako hata kurudishia, usipeane vitu in privacy, alafu kisha ukuje hapa utakumwanika in sisi tutakucheka tu, kwa sababu who told you, you know. So anybody mwenye kwa hapa, please try to advise this lady. Anybody mwenye kwa hapa pia anafikiria kiujinga kama hii, try, kwa sababu kuna wengine utawaleta, yes they will help you, mtashikana, mtasaidiana, but kuna wengine pia utaleta huku kama saa uchalia umdem. Sasa paka amemblock mtu ambaye alikuleta, amekublock na nini, umeblock paka sponsor, unablock aje sponsor? So hii ni funzo kwa watu ambao pia pesa wewe na washanga. Hiyo pesa yako fanya no project, saidia nao wazazi wako huko, watoto wako waeke kwa hata kama ni kwa pension or nini, waeke huko hiyo pesa la lange, na huko kwa investment, kwa bonds, kwa nini, ziweke na huko, kwa sababu hao watu wengine wenye mnafikirianga mnakuanga na emotions, ati nyinyi mnakuwa overwhelmed na emotion until you don't think. Una think na love itakufanya ikurambe. Ndio hii sasa, achia roho. Kazi ya roho tulisema ni kupitisha damu. Maneno ya kupenda achana nayo, akili kwanza, jiestablish. The moment uko huku ukijiestablish, ukirudi home mpo wako atakuheshimu. Uko huku rudi home mkono tupu, utapata leshawa bibi yako kwa bibi watatu, juu ataoa kiruka na ile pesa yako. So anyway, anybody mwenye yako hapa, try to advise this our lady, kwa sababu this is what a lot of ladies and guys as well go through. Unatoa mpo wako home, unatumia investment yako yote, savings zako zote kumleta huku, ameanza kufungulia kila mtu mguni swipe to unlock. Unaleta chali yako pia huku, ndio yeye akishafika huku ni mungei, anashindwa hata kujiendeleza kimaisha. So this should be a lesson to most of watu ambao wako huku nje. You should learn from this. I'm not happy in Dubai. I'm depressed in Dubai. I want to go back home. This is what one of my followers yesterday called me to tell me about. You see guys, when you are coming to Dubai or any other Gulf country, na umekuja huku umebeba shida zote za uko yenu, za ancestors zenu, you know, how will you be happy when each and every penny you are sending back home? How will you be happy if you don't make yourself happy? Your self-happiness inakuja first. You know, these people back at home, whether you succeed or you fail, when you succeed, you win, they win. When you fail, their life will still go on. They will find a way to survive. Trust me. So it's upon you to create the happiness by yourself. If you are always thinking about those people, they don't think about your mental well-being. They don't care. What they only know is how to ask you, when are you sending money? We have bills to pay, this and this. It's not that at Upper Gulf there is no life. There is life. There are very rich Africans outside here. Kuna watu I know Kenyans who are millionaires here in Gulf. King Rosso ako hapa Dubai. King Rosso huyo mnaonanga anatumanga lions. He is here in Dubai. So there is no that at Uku there is no life. But first you have to start with you. Start with yourself. Start being happy for you before making your clan members happy. Your ancestors didn't finish hizi mashida zenye umebeba umekuja nazo huku. How will you na hii job yako ya tao 2, tao 3, tao 5 hata? How will you finish the shida zao? So you are the ones now uende ujenge kijiji mzima. You are the ones now to dig a ball. You are the ones now upeleke stima. You are the ones now each and every bill zinakuja kwa nani yako, kwa kichwa yako. So it's upon you to create this happiness for yourself. Start taking care of yourself before taking care of other people, or else you will stay here 50 years, go home with nothing.
Yeah, this is what I told my fan. Start taking care of yourself, and to make it worse, you don't have any kid back at home, but your family is the one draining you. Keep this family away. Send them the bills they want. If it's mother or mom, pay the bills necessary. The rest, they should be working. They should be working for whatever they want to. This lavish life they want, not from your pocket. You pay the necessary, the basic bills. After that, everyone should look for extra coin they want for themselves. That's how you'll be happy. But if you want to impress all your village elders and all your clans, you'll be depressed, my dear. You haven't depressed yet. You are not yet depressed yet. You'll be depressed.